Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe tena. Mshimana kwa mugoroba tunamshukuru Mwenyezi Mungu jioni ya leo ituwezeshe twebwe twese ambao imetufurahisha sisi watu kama hao. Uovu wako tutanezerewe mutatu. Yule ambaye anaweza sema kama hatujafurahi ni yule ambaye hajatuona. Lakini yule ambaye ametuona ameona kwamba tumefurahi. Kandi turukishima na data tena tunatoka kwa Mungu Baba, Yesu Kristo Mungu kawera dusikia. Na Yesu Kristo pamoja na Roho Mtakatifu ambaye tunamrudishia utukufu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Uyu mugoroba dushima Imana iduhaye imanya yo kuvuga ijambo. Jioni ya leo tunamshukuru Mungu aliyetupa muda wa kunena neno la Mungu ko Imana ilitaka. Kwa sababu ni Mungu huwa anapeana. Nani habichuni? Mungu wetu apelesi. Toshinda viongozi wetu. Nashukuru viongozi wetu waduhaye umwanya wo guhagarara imbere yanyu ambao wametupa nafasi ya kusimama mbele zenu twamamaza Yesu Kristo ili tuendelee kumtangaza Yesu. Mungu wewe awabariki. Kandi tunawaheshimu na tunawapenda. Twishimiye kandi kubana na Wakristo w'Itorero rya Kristo Kristo. Tumefurahishwa tena na kuwa pamoja na Wakristo wa kanisa la Kristo. Wakubwa kwa wadogo, mwese Imana iwabariki. Yote Mungu awabariki. Agizeneza kumeana pema kubwa. Ikindi turashima Imana kuko turanaho. Kile tunamshukuru Mungu kwa sababu tu salama. Ili tuwe tutanze nuko turamaho. Sadaka hii ambayo tumetoa kwa sababu tu amani. Na baje kutekereza kwa nini uvuga. Nilifikiria ndio niseme kwa sadaka hiyo. Kubera ko kwa sababu aliketufa kutanga ituro kubera ko pastor watugiye itangazo. Kuna nyakati huwa tunatoa sadaka kwa sababu mapastors wametupa tangazo. Ariko kitungo kiini cyangwa si ntego yiyo tu. Lakini na hatujasikia kiini ya sadaka hiyo. Ndio neno la kupinga kama wale anaokuza wiki michoso kuweza chita kwa basi. Mara moja wapingaji huwa wanasema kila kitu mnakiita jina. Ariko byanditse muri Biblia. Lakini hii inaandikwa katika Biblia. Yaani Abisraeli Imana yeye yategetse kulitanga. Tena wana wa Israeli Mungu aliwaamuru kutoa sadaka hiyo. Chose bado na kitambo kikula hisaha. Nyakati zozote walikuwa wanapata dhabihu ya kuondoa dhambi zao. Baada ya hiyo wakaona kitambo kikula hisaha. Wakipata bahati wanapata dhabihu ya kuondoa dhambi. Baada ya kula dhambi wakisamehewa na Mungu. Bakishi hapo wanafurahi. Wanasema kwa sasa tuna amani kwa Mungu. Kubera ko twabonye igitambo kitukura kushinda vile. Kwa sababu tumepata dhabihu ya kuondoa hasira ya Mungu. Hapo wanachukua sadaka, wakagenda wanatura. Wanaenda na wanamtolea Mungu. Kitu
katika maisha. Hiyo sadaka tunatoa kwa sababu tuna amani mbele za Mungu. Tulikuwa na nyakati za utakaso. Tukajitakasa. Imitima yetu mioyo yetu ikataka na wasisi kiubeba hagati y'Imana. Kuna yule ambaye ameacha kile ambacho kinamstaki mbele za Mungu. Kile ambacho kilikuwa kinapata ni kutoa sadaka ya shukrani. Sababu mioyo yetu ina amani mbele za Mungu. Sababu Mungu ametusamehe dhambi zetu. Sababu imani yetu. Amen. Ndio ndio tugomba kutoa. Hiyo ndio sadaka tumetoa. Sika kitu kimetutaraka kuja ibsima ya kuzosomo. Kuna baki kitu kimoja ambacho hatujatenda ili yale Mungu amenena yatimie. Nusu ni kuomba. Amara kusiri. Maliza kuomba uwezo kusuka kana kwa wiki. Toto wa mwisho unashuka katika madhabahu. Hapo tunamtegemea kutoka ukiza. Tunaandaa wiki zijazo. Sasa tutaomba. Kugira ngo tuzuze kichimani kusawa ili tujaze kile ambacho Mungu anatuomba na naye tukorere tukifuta. Na Mungu atende yale mahitaji yetu. Na Mungu wewe tanzi turukishini. Mungu ambaye ampe kila mtu yeyote aliyetoa sadaka ya shukrani. Mungu ndishi baraka. Ituru kukura nao. Sadaka ya kuwa utembee katika baraka Yesu wako sio kwa wewe pigia kile Yesu ametenda wewe kwa ajili yako. Chukue sadaka. Usikie Yesu kwa Yesu. Ukuje mwambie ewe Yesu. Ili watu. Chukua sadaka hii kwa sababu umeniokoa. Akishi kuna mtu mtumishi sadaka sana sana tunatoa sadaka ya shukrani. Kwa sababu tumejifungua kwa watu mafanya sababu tumepata pesa kwa kiziba tumepona magonjwa. Tunaito. Haya ni madogo. Hili tunaomba kutulia. Kuomba kinachosababisha Yesu kutulia. Kwa sababu Yesu amekufa kwa ajili yetu. Akatukuza akatupa nguvu ya kutulia kwa nini na sisi tuna amani mbele za Mungu. Tukumbuke kwa watu. Haleluya. Asifiwe. Amen. Mungu humshauri awabariki sana. Tusomesha imani, tusome neno la Mungu. Jasho kutima wangu. Bado nimekuja katika moyo wangu. Bwana niambaye kugira mtugani. Mungu amenipa ili tuzungumze nanyi. Ndio Zamuka karibu. Nasema pana mara 7. Zamuka karibu. Pana mara 7. Soma awali wa mbele. Tasoma katika kitabu Kumbukumbu la Torati. Wafalme wa kwanza 18. Wafalme wa kwanza 18. Mrongo wa 43. Mstari wa 43. Abafite Kiswahili baratusomera. Wale ambao wana Kiswahili watakuja kutusomea. Reka some hano kugira ngo turusheho kuzumva. Some hapa. Bali wa mbere bice 18. Wafalme wa kwanza 18:43. Abwira umugaragu we ati zamuka witegereze ku nyanja. Arazamuka yitegereza, aragaruka aramubwira ati ntacyo mbonye. Amubwira gusubirayo agira 7. Agezeyo ubwa 7 aravuga ati dore mbonye igicu gito kingana n'ikiganza cy'umuntu kiva mu nyanja. Amen. Amen. Ndio Kiswahili. Kisha akamwambia mtumishi wake, sasa nenda utazame upande wa baharini. Mtumishi akaenda akatazama, kisha akarudi akasema hamna kitu. Elia akamwambia nenda tena mara 7. Mara ya 7 huyo mtumishi akarudi akisema naona wingu dogo kama mkono wa mtu linalotoka baharini. Elia akamwambia nenda mwambie mfalme Ahabu atayarishe gari lake la kukokotwa ateremke asije akazuiliwa na mvua. Amen. Amen.
Bwana Yesu akubariki sana. Amen. Atukuzwe Bwana majeshi. Amen. Tuongere abacamanza waamuzi ibice 14 sura ya 14 murongo 12 na mstari wa 12. Tunasimama uko 14. Abacamanza 14 waamuzi 14:12. Nuko Samsoni arababwira ati reka basakuze isakuzo nimushobora gucica iminsi 7 iminsi y'ubukwe uko ari 7 itarashi ukansobanurira zabaha imyambaro y'igitare 30 n'imyenda yo gukurana 30 Sigo 15 maze ku munsi wa 7 babwira muka Samsoni bati shukashuka umugabo wawe agusobanurire icyo bisakuzo tutagutwika tugatwika n'urugo rwa so mwaduhamagariye kutubwira abatinde siko biri nuko muka Samsoni arira imbere aramubwira ati uranyanze ntumuze kuko washakuje bene wacu ntukibwire 17 arangiza iyo minsi 7 amurira imbere bakiri ubukwe maze ku munsi wa 7 aramubwira kuko yaramurebeje nawe abwira bene wabo icyo gisakuzo. Amen. 14:12. Samsoni akamwambia, nitatenga kitendawili kama mkiweza kutegua kitendawili hicho kwa muda wa siku 7 za sherehe za harusi, basi nitawapa mavazi 30 ya kitani na mavazi 30 ya sikukuu. 15. Basi siku ya 7 wakamwambia mkewe Samsoni, mbembeleze mmeo ili atuambie maana ya kitendawili hicho, la sivyo tutakuteketeza kwa moto wewe pamoja na nyumba ya babako. Je, mlitualika hapa kuja kutunyang'anya mali zetu? Mke wa Samsoni akamwambia Samsoni huku machozi yanamtiririka, akamwambia, kwa kweli unanichukia, unipendi hata kidogo. Mmewatengea kitendawili watu wangu na kuniambia maana yake, na huku niambia maana yake. Samsoni akamjibu, mimi sijawaeleza hata Waislamu. Sasa nitawezaje kukuambia wewe? Lakini aliendelea kulia katika muda wao wote wa siku 7 za sherehe za harusi. Siku ya 7 Samsoni akamwambia mkewe kile kitendawili, kwani alimana sana. Mkewe akaenda haraka akawaambia watu wake huko. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Ni nayo magambo tugiye kuganira. Ni haya maneno tunataka kuonea. Avuga ngo zamuka karibu. Asema panda mara 7. Zamuka karibu. Panda mara 7. Tusome magambo y'Imana. Tumesoma maneno la Mungu. Hivi yo mu wale wa mbele. Hii ni historia ya wafalme wa kwanza. Elia na Ahabu. Tabia mwilele. Spoiler ka story ndefu. Ahabu yari umwami wa Israeli. Ahabu alikuwa mfalme wa Israeli. Shaka umugore witwa Yezebeli. Akamwoa mkewe aliyeitwa Yezebeli. Umugore mnyamahanga. Mke
Ahabu asenga ibishushanyo. Ahabu akaomba miungu. Afata ibigirwamana si wao umugore. Akachukua miungu ya kwao na mkewe. Arasubira akajengea miungu hiyo, ategeka Israeli bose kubiramya. Akaamuru wana wa Israeli wote wakasubiye gusenga Imana ya Israeli. Akamwambia msimuombe Mungu wa Israeli, usenge Bayali na Asheri, bali muombe Bayali na Asheri. Wakamfanya hivyo hivyo. Vitumi Imana yakayamishwa. Akasababisha Mungu akawa na hasira mbinguni. Akamsimamisha nabii wake Eliya. Eliya akaanguka. Eliya akasimama. Akaenda katika nyumba ya Ahabu. Akamwambia kubera ilivyo Imana wazanye muri Israeli. Akamwambia kwa sababu ya miungu umeleta Israeli. Na usichewe Eliya mugaragu w'Imana. Nasema kama mimi Eliya kama mtumishi wa Mungu. Nisomera kuwa muri Israeli. Huwa haitanisha katika nchi ya Israeli. Na hakuna mbande ambao utapatikana. Mpaka siku mimi Eliya nitasema. Ahabu ni mikino. Ahabu akazani ni michezo. Akazani kama vile wapenzi wananena. Walikuwa kuna kutunga ni kanisa abantu bakatutana kutunga nyine tusekeje. Wapenzi wanasema vitu kanisani na wao waibeba nyumbani kama vile tu kitu moja. Anakusema cyane kubera ko yarazi ko Bayali isimanga. Akamcheka sana kwa sababu alikuwa nadhani Bayali inaweza teremsha nguo. Bali sisi yenyewe kwa mimi vizuri. Anamsegara mtamutuza. Akamcheka kama haoni ni habari. Wewe vitu ushobozi kwa kivu. Wewe unaweza kusimamisha nguo. Eliya akaenda. Kumbe Yuse alipokuta mkozi wima. Kwa sababu alienda akiwa kama mafuta ya mtumishi wa Mungu. Mwanzia siku ile. Eliya kwa mvua aliponyesha mitatu. Na mbele hakuonekana. Akaenda kujificha. Biblia inatuambia miaka tatu ikaisha. Ila kuwa katika nchini Israeli. Miaka tatu na nusu. Ahabu akaweza kushakisha Eliya. Ahabu akajaribu kumtafuta Eliya. Akamkosa. Watuma watu wote. Akawatuma watu wake katika nchi ya Israeli. Akasema Eliya wamekimbilia huko. Hawajamuona. Mpaka siku alipoapisha wafalme wa nchi hizo. Akamwambia nadhani nyinyi mmemficha Eliya. Wakamwambia hatunamficha Eliya. Eliya alipomaliza miaka tatu. Mungu akamwambia simama nenda ukanionyeshe. Akasimama akaenda. Akakutana na nabii Obadia. Akamwambia nenda ukamwambie Ahabu. Aje tuonane. Obadia anamwambia uranyamaliza. Obadia akamwambia wewe unanichukia kiasi hicho. Hujui kama mimi ni mtumishi wako. Nataka kunieka Ahabu. Unataka kunidanganya nene kumwambia Ahabu. Akunilepoenda roho Mungu akuchukua pesa. Nikija na Ahabu wa baba akukosa. Ahabu amchinje. Hujui kwamba amewaua manabii wengi. Nani unataka niue? Eliya akamwambia akamwambia Mungu wangu. Siku ya leo nitaonana na Ahabu. Akaenda akamwita Ahabu akaja wakaonana na yeye. Alipomwona hivi akamwambia wewe ni Eliya. Wewe unamsababisha watu wa Israeli. Akamwambia si mimi nasababisha. Bali ni wewe na nyumba yako. Lakini siku ya tano panda tena Israeli. Wewe kusanyisha tupande katika mlima Karmeli. Twende tuzilishe Mungu wa kweli ni wewe. Akaja na manabii wa Bayali na Waasheri 4,000. Alafu ulete ng'ombe mbili. Tupande mlima. Twende kuzilisha Mungu wa kweli. Mungu yule atajibu pamoja. Huyo ndiye Mungu. Akasamuka akapanda mlima. Wakafanya mambo haya.
wakachinda wakajikatakata, lakini Mungu wao Bayali na Ashera lakini nyakati za kutoka dhabihu aliyakamwambia nisogeni akaunda alipomaliza kuunda dhabihu hiyo akaleta dhabihu akaweka katika madhabahu, akaleta kuni akaweka, akawaambia watu weka mfereji alafu muweke maji, wakaweka maji mara ya kwanza, mara ya pili, mara ya tatu, nani akajaa, akamwambia akasema Mungu wa Ibrahim na Mungu wa Isaka na Mungu wa Yakobo, usiike kwamba wewe ndiye Mungu nami kama mtumishi wako nisikize leo Mungu, nisikize leo Mungu. Biblia inatuambia moto ikachoma madhabahu na ikachoma mawe hayo hata na maji hayo yakala hata na mavumbi, watu wote wakapiga Mungu wa Elia ndiye Mungu wa kuomba. Bwana Yesu amen. Akachukua manabii hao wote akamwambia Ahabu, nenda utakule sasa na uandae gari lako nataka kunyesha. Tumefika mahali tumesoma. Bwana Yesu haleluya. Akamwambia niandae. Ahabu akaenda chakula, Ahabu akaenda kula. Alipofika naye akapaa mlima juu, Biblia inasema akapiga kichwa chake katika milima, inasirisha kunyenyekea na kuomba. Akaomba akamtuma akamwambia nenda kwa mlima juu na uangalie kwa bahari angalie kwamba hautaona kitu. Mtumishi akaenda akaangalia, lakini hajaona kitu. Karudi akamwambia bwana yake sijamwona kitu. Wanawake akamwambia nenda tena, akapanda tena. Bwana Yesu amen. Mbele yako panda mara tena, panda mara tena. Bwana Yesu amen. Na watu wanapanda mara moja tu, hapo anaachia hapo. Kuna watu wanakesha mara moja, alafu wanaachia hapo. Kuna mtu mmoja tumewahi kesha nayo, akafurahi sana kwa kesha. Nilikuwa nakuja kwa kesha na anasinzia sana. Siku hiyo sasa akashikwa na Roho Mtakatifu. Aliposhikwa na Roho Mtakatifu sasa akasimama katika kesha, akatuambia nipe nafasi. Akasema mimi nimefurahi. Kwa hiyo kuanzia siku ya leo nasema kama mimi nilikuwa hapa nilikuwa pamoja na akasema mimi sitasinzia mara tena kwa hata siku moja. Tukasema amen. Bwana Yesu amen. Kukucha tukaja kwa makesha, tukakesha kwa kesha hivi tu akasinzia hapo hapo. Alikuwa amepanda mara moja. Tazama Bwana utukufu. Kwa jibu
Haleluya. Unaona kitabu tulishi karudi mara akamwambia sijaona kitu. Bwana Yesu haleluya. Hiyo somo wako inawezekana kwamba kusamuka na tatu. Umepanda mara tatu. Haujaona kitu. Hiyo somo wako inawezekana kwamba usipukuse. Unamemaliza siku tatu kibatu. Haujaona kitu. Hiyo somo wako inawezekana. Usimaliza dakika tatu kibatu. Umepanda jibu au yaka. Ongeza mara tena. Ongeza mara tena upande. Eliyo mbidaga ongera kanisa itamwambia panda mara ya 4 uangalie vizuri. Tumungu bado tukufu. Sababu yeye anachua. Hatuwezi kuelewa Yesu. Anaonekana anasamu. Akapanda mara tena. Agira ichuo ya data. Akafika kwa hatua ya ichuo ya data na ya 6. Ya kali ya mwisho ya 7. Anakuja kuongera kali uite. Akamwambia angalia hii mara tena. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ongera kali uzao. Panda mara tena. Alipata mtu sana tuzo. Kuna mambo ambayo haujafikia kwa hatua 7. Alipoongeza 6 lakini ongeza tena. Bwana Yesu asifiwe. Alipoongeza tani mpaka akamwambia ongeza sana. Tuliswali kama Yesu alipofika mbinguni juu. Anaangalia. Akaangalia. Ndio tunatoa akaona wingu ndogo. Anaangalia. Kiacho kama kitabu. Anaangalia shusha. Akaja akamwambia Bwana wangu. Akamwambia nimeona wingu patoi halepo. Kaangalia kama kitanga cha mkono wake. Alikuja kumwambia Ahabu. Akamwambia shuka mwambie Ahabu. Mwambie mwambie anaye baina. Mvua inataka kunyesha. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo tunasabu zitakaye tukipanda mara 7. Isana mfa. Yale mvua ni kifo. Mvua inanyesha. Hiyo tunasema kani tukiomba mara 7 tutaona yale ambao tunaona. Mvua tunayaona. Ongera kanisa panda mara tena. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Deka kuchoka. Acha kuchoka. Haimesha ya mwisho. Kuna wengi wamejaribu. Ichuo nyingi. Mara nyingi. Tibasuri hawajajibiwa. Aliko lakini wako wakiendelea. Walipoendelea walijibiwa. Wewe chipi. Wewe acha kukata tamaa. Tumesoma katika kitabu cha Alikuza Samson. Hii ni habari ya Samson. Alimuka mkono Mfilistia. Akampenda msichana Mfilistia. Anataka kumkosha Mfilistia. Alafu akaenda akamwombea. Akisema alipofika Kandace. Alikuwa Kandace siku 7. Tena mvulana alikuwa amefika. Hapo ndipo alikuwa anafanya harusi. Umugabo azasiga isenyi. Ndio maana Biblia inasema mume atamwacha baba na mama. Ashakuwa anamuga. Na aende kuishi na mke wake milele. Alisraeli kutoa wana wa Israeli na desturi zao. Iwao mkuu. Kijana huwa anaenda kwao na msichana. Wewe mgore azazi. Sisi msichana huwa anakuja. Aliko alisema Mungu yake. Lakini Waisraeli mvulana huwa anaenda kwa msichana. Wakaenda. Walipofika sasa. Walipomadache. Baza na wangu. Wakaleta watu. Kilomita tu. Na 30. Wakale pamoja na Samson. Pamugani zerebu kibidu. Wamuongeleshe asiboeke. Mwamale. Walipomaliza. Samson wale kama Samson akamwambia acha niwape kitanda wawe. Alikuwa mwenye hekima. Akamwambia mtu kitanda wawe. Ilikuwa ni maongezi tu ya watu. Mimi nyuma ya siku 7 na unajibu sawa hanyenda yokukura
nyeupe 30. Bwana Yesu asifiwe. Mkijibu kitendawili hicho, nzabaheza yeye nitawapa mavazi haya. Baada kukawajibu tusakus, wakamwambia tenda. Tusakus, tenda kitendawili hicho. Arawasakus, akawa wapa kitendawili hicho. Pamaliza kuwapa kitendawili hicho, bagerageza wakajaribu kujibu bila namna, wakashindwa. Biblia imeniambia baada ya kumswa kufika kwa siku ya 3 baki waliposhindwa baada mkasa uso wakamwambia bibi sasa bila kutabia umugabo wa atukwima kulia mtu sana akamwambia usipomwambia mume wako atutende tutakushika huo wasu na familia ya baba tunacho na tuzoje kudukosana metuleta hapa kutuainisha. Samson akaenda alilila Samson bibi Samson akaenda akamlilia Samson. Kesho kumshoka pamaliza siku sana alipofikisha siku ya 7 Samson mwamgiri bawazi akimwichi Samson akakuia radhi akamjibu ishamushaka kukula nini neno nilitaka kuambia ni hili. Bwana Yesu amen. Mungu simama katika maisha haya tunaweza kuchukua tunapatana na mitendawili tunaweza mitendawili hii sura kusikia tuachi jibu haiwezi kufite unafia mara tatu sisi pesa majibu ya haisa kusipenda kuna mama mitendawili ambao ulimwengu inatupa sisi kuchina tunajibu na sasa tumeshindwa tunasisi tunaeleza tunaweza siku tunaikemura kuna kujibu haikuniswazi shakini hatunajibu tutuwa misi sachati ya pata jibu nao awakeshi wa masinisi kulimaso wamama wamemaliza siku hii haikuniswazi misi shakini wanapata jibu hakuna yule anajibu na kitendawili ambayo ulimwengu imekuletea. Ni maana Yesu ni Mungu peke yake tu. Mungu hivi ukimlilia, Mungu hivi mbele yako. Ukimlilia, ukilia mbele za Mungu, kama hivi dakika. Na unamlilia mara 7, sababu utapata jibu. Imana Mungu ndiye Yesu. Kamwambia Yoshua, Yoshua agize mgeni kuchikana. Yoshua alipofika katika nchi ya Kanaani, akera kumdhuru wa mbele uitwa akafika katika mji wa Ai, akabadilisha akasiriko alipofika Yeriko sana akosweme mkuta akakuta kuna mkuta kubwa aliko akili Yoshua yarasi imana ya Muhammad. Yoshua alikuwa anamjua Mungu yule ambaye amemuita ya mapigwa hivi akakataa kujipigania asibabu bitoroka akaamka asubuhi mapema akashakima akimtaka Mungu mwako kana akwamba huo au Mungu mbele akamwona mtu mbele za Mungu akose Mungu washa kabisa Mungu wake wewe mbakwa mzetu akamwambia mimi huyu asali Mungu galo Mungu usubiri hadi ya mfalme Mungu wetu. Yesu anaomba Mungu
akamwambia toa viatu vyako. Yoshua akatoa viatu. Malaika akamwambia angali, sikiza kile utafanya Jeriko. Jeriko inazungukwa na ukuta. Huwezi kuvuta. Hakuna mahali unaweza kuingia. Biblia inasema Jeriko walikuwa wamefungwa na hakuna yule alikuwa anatoka. Hakuna yule wa nje ya amen. Katika ulimwengu, katika maisha, kuna yale kama Jeriko. Inasababisha na mzunguke mara 7. Ni mbona kugeza mtu weka ukifikisha kwa hatua ya kwanza kwa makondo. Wakuhani wapige. Basi wapige na tarumbeta. Ni mama walipomaliza kila mtu ataingia mahali alipo. Yoshua akakuja akamwambia akawaambia leo sasa tunataka kupanga laini mkono mfanye vile nitakavyofanya. Wakazunguka mara ya kwanza, Yeriko haitatikisa. Hata jiwe moja wakazunguka siku ya pili, hakuna kitu wameona. Wakazunguka siku ya 3, hajaona kitu. Wakazunguka siku ya 4, hajaona kitu. Wakazunguka siku ya 5, hajaona kitu. Wakazunguka siku ya 6, hajaona kitu. Kuna kitu imesimama kama vile hakuna kitu ambacho kimetoka. Akazunguka mara 7. Kila mtu akaingia mahali alikuwa. Haleluya. Na yale yanafanana na Jeriko. Hakuna kile kitabomoa. Kupanda mara 7. Kuzunguka mara ya 7. Ukiomba mara 7. Utaingia katika Jeriko. Jeriko tangu. Panda mara tena. Haleluya. Haleluya. Tukupe Bwana mtazamo hicho chimana. Haleluya. Musa ukakariki panda mara 7. Ilisa naye kibelea usa. Vile vinafanana na Jeriko mbele zako vitabomoka. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Biblia inatuambia sorry. Yuko pale umwe otubikiza. Umugore otubikiza umushumemu kazi. Mke mmoja mshumemu alimlaza Elisa. Sorry. Mkewe ilipokucha Elisa alimwambia uzaza. Alikuwa ni tasa. Elisa akamwambia utazaa. Akazaa akajifungua. Ukutuna mama zikukuli. Pokucha mtoto alikuwa mkubwa, umwana araroha. Mtoto akagonjwa. Nyina anamushana. Mamaye akampeleka. Amshia mchumba bila chumba Elisa. Akampeleka katika chumba alikuwa amemwekea Elisa. Anashika. Mtoto akaiaga dunia. Inapatikana. Mama yake akachukua gari. Akaenda kumwangalia Elisa. Elisa alipomwona akamtuma Gehazi. Akamwambia ewe Gehazi, kimbia mkutane na mkewe. Naona ana shida. Lakini Mungu alinipita.
uzima. Tuombe Bwana tuzame sura ya haleluya. Haleluya sana safu. Wewe yako yameharibika. Usiona katika maisha yako. Haleluya sana safu. Na karama zako zimekufa yetu. Na baraka zako zimekufa. Haleluya sana safu. Na nguvu zako zimeharibika. Mungu atakukia mara saba. Mungu atakukia mara saba. Bila mdomo la Biblia. Ikamitamuka tena. Bwana Yesu haleluya. Niombe kazi kwa sababu ukipanda mara tena. Niombe kazi kwa sababu ukitoka mahali ulikuwa ukaya na unalala ukaweza kazi na unafikisha mara saba. Tusali tatu. Yale alikuwa amekufa bisalisu. Huwa binakufuka. Bwana Yesu haleluya. Bwana Yesu haleluya. Bwana Yesu haleluya. Haisawa kuna yako ambayo yamekufa. Ndio kama za mkeka. Baba mara saba. Haikuweza kugaragaza nini? Kuna vile umejaribu ile kakata. Ndio kama za panda mara tena ujaribu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Wao wangapi katika Waamuzi wa pili? Ndicho kitabu wetu sura 5 mstari wa 10. Sana. Huwa inatuambia habari za Naamani. Naamani yule alikuwa ni mtu wa Roma. Alikuwa makuu. Wakamwambia habari. Israeli mama katika nchi ya Israeli. Mshua kumulisa. Mtumishi wa Mungu ambaye anaweza kumponya. Naamani alamu karibia. Naamani akasimama pale. Alisa Israeli kupita nchini Israeli. Kwa Elisa akapita katika abila ya Elisa. Na atakuja mkisi yule. Mwambia Elisa nimepita ili uniponye. Elisa akamwambia. Elisa akamwambia makurudi. Shuka mara hii. Usikiuka. Yeye katika Yordani. Wewe ujiweke mara saba. Utatoka ukiwa mzee. Bwana Yesu haleluya. Elisa amwambia mzangu manuka. Elisa akamwambia shuka. Naamani anaanza kusukuma. Naamani akadharau. Anamwambia kuambia mmoja kuiwa kila kisiwa cha Yordani. Je, unaniambia nini kuoga maji chafu ya Yordani? Tuanze mjitwe. Kwetu sisi ni watu watano. Tunaoga vile visiwezekana kuoni maji uchafu na watu wa ushamba. Sisi tuna mto ya ofisi kubwa. Tuna mahali ya kuogea hapa. Hadi jamaa sasa kisa. Ikiwa maji huwa inapona. Mbona ingepona? Bwana Yesu haleluya. Bwana Yesu haleluya. Maana ndio kukosa ngoga. Biblia inasema alikuwa anatoa mabali 10 kwa siku. Uko ya kula mahusu. Bila alikuwa anatoa nguo. Iko yoga. Biblia alikuwa anaomba. Anamwambia alikuwa mama sasa. Akamwambia ingekuwa maji huko inapona. Maana akisikia pona. Aliko lakini wakati wao wanamwambia basi akisema kitu kibora. Watumishi wake wakamuuliza je, amekuomba kitu kigumu? Wapende kwa miko. Kwani ufanye. Mambo haya ni halisi. Bwana Yesu haleluya. Ikiwa kile ambacho Mungu anatoa kupenda ni kitu chochote ya rahisi sana. Ni kitu kisa kisusu. Ni kitu ambacho kinazidi kama kinadharau. Abantu wale wasusu. Ni kitu watu wanadharau. Kile kinachochima kinachostahili tangu Mungu ni kutii. Ndio Mungu akutumia kutii na kutenda kama vile Mungu wapata jibu. Kukumbusha wajina alikwenda kanini maneno ya Mungu huwa linasema. Ndio kwa kulima huwa linakuwa kama Mungu amesema kwa principle ya Mungu anatendea kwa principle. Haibadilishi na taka. Ndio alisema kwa principle na ukienda kinyume na principle za Mungu. Ndio alisema hakuna ukienda kinyume na principle za Mungu huwezi pata jibu la Mungu. Nani anaweza nani akatii? Anabaruka zako akashuka akaenda akajichovya. Bwana Yesu asifiwe. Yale baba akishi Bwana jichoga mara nyingi. Aliko pioze kali lakini hakukuwa anajichoga mara saba. Anabaruka akajabiri Yordani akashuka akaingia katika akajichoga mara ya kwanza. Alijichoga kamili. Choga mara ya tatu. Alijichoga mara ya tatu. Choga kali mara ya 4. Choga mara ya 5 ukiwa bado alikuwa yule yule. Koma ilipokoma. Bwana Yesu haleluya. Basi ufikirie. Je, unaokoa? Vile vile ukoma ni dhambi. Ni
niba yakicaca kunaniye kureka, kama kuna dhambi ambayo imekushinda kuacha, yakicaca hali ingeso kunaniye kuvaho, kama kuna tabia ambayo imekushinda kuacha, wino ndani kanisa ulichoke katika Yordani mara 7. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Usimama Kristo, usimo maisha ya Kristo. Ndio tukikuko kukendo kwa Mungu tukiokoka dhambi na tena hiyo ndio msogeo kunenu sasa. Hapo ni kuona dhambi zako. Usi Isaya mwana si baba Isaya ameona Mungu. Ndio ndio Mungu sasa. Hapo aliona yeye ndio sasa nataka Mungu. Na kazi zote baada kumwona Mungu. Naona na Mungu anaweza. Unaona wanadamu ni wale hapo utaona uovu wako. Bwana Yesu asifiwe. Elisa alamanuka hivi wakati Naamani akashuka akajichora mara 7. Naamani chora kali mara ya 7 wafano aibute mzima, akatoka mwili wake ukiwa mzima. Basi je, haiza zama niwe kukuva, kuna dhambi imeshindwa kukutoka, haikukishwa, kuna nyakati wao unaokoka tabia kamesomana na lakini unabaki na katabia moja kama unaeleza kukale unajaribu kuacha pika na inakataa, ukaeleza kukia unajaribu kuzungumza kutoka kama kama kesho unaanguka. Hiyo ni ukoma wako, ukoma wako una kile ambacho kitakutoa panda mara tena, imwongere uzama, panda tena, vaho warudi, toka mahali uliko, va ukige warudi, toka kwa kimo uliko na ugatani tohili na piga hatua mara tena, piga wale kwa sheria yale ambao umejaribu na yakakataa, ugatani sana, panda tena, mwonga kusama, kipanda mara tena, kushora kwa utapata, utaona kitaona, utapata neema yako. Yale ambayo yanafanyika, yale yanafanana na Jeriko, yatatoka mbele zako. Uone upate jibu lako. Vitu kawaida ambavyo umekutana, hakuna kitu ambacho utapata jibu. Ni nyakati utapata vile unafikiria kuomba sogea Mungu na tokea kani senge omba tena unafanya Bwana kuabudu na tena Bwana mpende Mungu tena mshani Bwana mpende Mungu mtafute Mungu tena Mungu kwa Bwana hilo usawa ni kisumu utapata jibu. Nani nilipomaliza ndio anaandika Petero akaandika kama mkristo akamwambia kwa nini ukombe leo ongezeni matendo mema uombe muongezee kuwa watakatifu ukombe muongezee ingesosisa tabia mema tabia njema usombe muongezee kuoneza utu wema ukombe muongezee penda ndugu muongezee upendo
ongeze tena, ongeza tena, omba tena, ongeza tena.